Dedication, alafu kisikiliza mtu anayefundisha 10 wa kwanza watakayokuwa akifundisha dedication, utagundua unafundisha tofauti kabisa na hiyo title inayoelezea. Nilikuwa naambiwa kwamba watu ambao wanakaa kwenye mitandao, mapastors, wakisema somo la dedication mtu ambaye amelifundisha kwenye mitandao kwenye YouTube ni Apostle Vincent kuliko, na likienda sana linazungumzia kuweka wakfu vitu ambavyo ni sahihi kabisa, kuweka wakfu gari, shamba, nyumba, kuweka wakfu vitu vyetu ni sawa kabisa. Lakini dedication ni kitu kikubwa sana kwenye maisha ya watu. Nitakupa mambo 5 ambayo tunateseka nayo sisi wana wa Mungu kwa sababu ya wakfu. Tunaishi na muda wa kukaa kanisani mdogo sana kuliko muda ambao tunakuepo huko nje, na ni mujibu tu wa Mungu. Mungu alitupa siku 6 za kufanya kazi, siku ya 7 ya kupumzika, ndio siku ya kuabudu. Haimaanishi tukae tu hovyo, lakini inaonesha muda wote tumepewa muda wa kuparangana sana kule nje, alafu muda mfupi sana wa kupata muda kama sadaka tu kumpa Mungu wa ibada kama Jumapili. Bwana asifiwe. Sasa ule muda ambao tunakuwa kule nje, kuna vitu vingi mno ambavyo tusipokuwa makini na wakfu, hata hiki muda kidogo ambao tutakuwepo church tutakiharibu. Wakfu umesababisha wafalme kupoteza ufalme. Wakfu umesababisha hivi, na napozungumzia dedication, najua kwenye dedication ukinunua shamba, ukijenga nyumba, ani chochote utakachokipata, iwe ni simu umenunua, uhitaji kwanza pastor dedicate. Mtu wa kwanza kudedicate ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapojifunza kuhusu dedication zina levels, zina rank, una rank nyingi sana kuhusu dedication. Una dedicate kiwanja, una dedicate nyumba, una dedicate nini, unaweka wakfu. Dedication ni kuweka wakfu. Ukishamaliza sasa unaanza kukata rufaa, kutafuta viongozi muda ambao watapata waje kudedicate. Bwana asifiwe. Lakini number 1 lazima udedicate wewe. Na hii tunafundishwa pia na Sara. Sara alipoambiwa na malaika utapata mtoto, alicheka, lakini akaambiwa, kwani unafikiri kitu gani ambacho hakiwezekani kwa Mungu? Mungu anaweza kila kitu. Sara alipopewa mtoto tu hivi na Mungu, jambo la kwanza Sara akamdedicate yeye, akasema huyu mtoto atafanyika watu, kila mtu atakayemuona huyu mtoto, badala ya kusema mtoto uzeeni, mtoto wa kuzeeka, kila atakayemuona atafurahi na kucheka pamoja na mimi. Yani anamdedicate mtoto kwanza, kwa sababu mtoto wa miaka 90 atakuwa na majina mengi ambayo itamponza. Yani kabla mtu hajadedicate mtoto wako, lazima wewe udedicate. Bwana asifiwe. Biblia inasema Elizabeth alipata mtoto kwenye Luka mlango wa 1. Alipopata tu mtoto hivi, siku ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 5, ya 6, ya 7, siku ya 8 jamii kaja yote kudedicate mtoto. Kulitokea vurugu kubwa sana, kwa sababu siku ya kwanza mpaka siku ya 8 hata Elizabeth mwenyewe hakuwa amemdedicate mtoto wake. Kwa hiyo boma likaja kudedicate, kukatokea vurugu sana ya kidamu, blood family tree. Why aitwe Yohana? Anatakiwa aitwe Zechariah Junior. Kwa nini aitwe hivi? Vurugu sana zilitokea. Maandiko yanatuandikia sehemu tu ya fujo zile, lakini wale wazee wa zamani ni watata sana. Vurugu zilikuwa kubwa, lakini tatizo pia ni dedication. Umeshaambiwa aina ya mtoto, umeshaambiwa kazi zake. Yeye alizaliwa tu namna hii. Kila mtu anayesikia alipaswa kuambiwa, huyu atatangulia mbele za Bwana, huyu atatangulia mbele za Bwana wake, huyu atakuwa mtu mkuu duniani, huyu atarejesha generations, huyu ni mrejeshaji. Sasa ameacha mpaka watu wakaja, ila Sara hakufanya hivyo. Sara tip akatoa kabla watu wajaja kutoa majina ya huyo mtoto, yeye alidedicate. Bwana Yesu asifiwe. Unapata simu unazurura nayo tu kingoja Jumapili,
Pasta asipopatikana unazurura tena nayo siku 14 zijazo ili pasta ajiweke wakfu. Kabla hajaweka wakfu wanaikwapua ama inaangukia kwenye maji. Na ndio maana watu wengi hawakai na simu pia. Si tu kuibiwa, zinaharibika. Mimi sijawahi kuharibikiwa na simu. Mimi nakaga na simu mpaka watu wananitania sasa badilisha. Lakini inakaa hivi, sijaibiwaga, pasuka wala nini. Sijawahi tokea kitu kama hicho. So number one, dedication. Kudedicate kitu manake unakitoa kwenye mikono ya wamiliki na watengenezaji, afu nakileta kwenye mikono yako. Au dedication ni kupeana kitu kwenye mikono yenye nguvu kuliko ya kwako. Sasa kwani na ugumu gani kudedicate mpaka sijamwona mchungaji mpaka hivi? Na ndio maana tulianza kuombea akili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Lioness ndio watu pekee ambao nimewafundisha muda mwingi kuliko watu wengine wote Victory. Si sawa? Okay, praise God. 2025 si mwanzo wa hii sumu ambayo ni ya wakfu. Ninaendelea. Lakini miaka iliyopita, tangu zamani, tangu historia ya kanisa kuanza, na tulisoma Jumapili ya Matendo Mitume mlango wa 7, tukasoma mstari sikumbuki kama ni wa 37 au 38, lakini nasema kama Musa alivyowaambia katika lile kanisa jangwani. Mnakumbuka? Kwa hiyo historia ya kanisa huwa imekuwa ikiteswa na hii nguvu ya defilement. Dedication ni mlango wa spiritual forces. Unapo dedicate kitu au kinapowekwa wakfu, kinatengenezewa mlango wa nguvu za kiroho. Sasa inategemeana. Upande wa giza wanaita mazindiko, upande wa nuru sisi tunaita wakfu au dedication, lakini kote tu ni wakfu. Sasa dedication inafungua milango, inategemea una dedicate upande upi. Kudedicate ni kama kukabidhi ama kufungulia milango. Sasa kama sisi wa Mungu atufungulie milango maforce mabaya, tunafungulia milango nguvu nzuri za Mungu kutunza hichi kitu, yani divine intervention. Mungu ni wajabu sana. Bahati mbaya kuna saa tunasomaga maandiko Mungu akaingilia kati mpaka tunahisi kwamba tabia yake ni kuintervene. Lakini 90% ya mambo ambayo Mungu ameingilia kati, au zaidi ya 90, ni yale yaliyoalikwa, sio yale yaliyojiingiza, yale yaliyoalikwa. Kwa hiyo kumngoja aingie kati kwa sababu ni tabia yake, utachelewa sana. Mungu anapenda tuwe na uhuru fulani, na ndio maana akasema chagua kumwalika ama iache tu plain ama ikabidhi kwa miungu mingine. Yuko hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo dedication ni kukabidhi, ni kukualika, ni kufungua milango kwa nguvu za kiroho. Sasa kama kitu kimewekwa wakfu kwa nguvu, kwa ubaya, huwa kinakuwa mlango mkubwa sana wa uharibifu. Lakini kama kimewekwa wakfu kwa Mungu, huwa kinakuwa sasa ni mlango mkubwa sana kualika uwepo wa Mungu hapo. Sizungumzii defilement, nazungumzia dedication. Bwana asifiwe. Nazungumzia wakfu. Praise God. Luka 11 mstari wa 21 na mstari wa 22, Biblia inasema mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, lindapo nyumba yake vitu vyake vinakuwa salama. Kisha atakapokuja mtu mwenye nguvu kumliko yeye, akamshika na kumfunga, ndipo atakapoweza kumnyang'anya yale mateka yake. Kwa sababu gani nimezungumzia hivyo? Dedication ni kutenga kwa ajili ya kazi maalum au jukumu maalum. Hasa unapozungumzia kuhusu Afrika sisi dedication ni maisha, ni nyumbani. Tabia za kudedicate vitu zipo sana. Na dedication ni kutenga kwa ajili ya kazi maalum. Familia unaweza ukatengwa kwa ajili ya kazi maalum duniani. Unaweza kuwa umezaliwa katika familia ya witchcraft. Katika namba za wale anatengwa mtu abebe mkoba. Au wakati mwingine unatengwa kwa Masai wana majina, acha niachane naye. Kuna majina watu wanapewa kwa sababu ya huyu atakuwa wa nyumbani, huyu atakuwa hapa. Wapare wanayo, makabila yote tu
wako hivyo, huyu anakuwa hivi, huyu atakuwa hapa nyumbani. Hizo ni dedication. Kwa kuna saa unajaribu kwenda unapotaka kwenda ufiki, kwa sababu uliwahi kuwekwa wakfu kwa shughuli maalum ya kukaa tu nyumbani. Hata leo kwa upande wa Kristo, watu mabinti wanataka kuolewa, wanapambana sana, lakini kitu pekee ambacho najaribu kuzungumzaga sana, unapompokea Kristo, hata jina lako lile limeandikwa mbinguni na ukaota na ndoto, kitu pekee ambacho unapaswa kuanza nacho sana ni dhidi ya dedication, kushughulika na wakfu. Kwa sababu wakfu, yani unafanya vita vya kukuzuia. Unataka kufanya hichi sawa na Matendo Warumi 7, lakini huwezi. Wakati mwingine sio wewe huwezi tu, kuna nguvu ndani yako, kwa sababu dedications zinaweza zikafight. Kuna umewekwa wakfu hivi na unakuwa unafanya hiki, yani ule wakfu maalum kwa kazi, wakfu maalum kwa kukaa tu, yani kuwepo tu nyumbani. Utasoma utarudi pale, utaanzisha utarudi pale, utaolewa utarudi pale, yani kuna wakfu fulani unakuwa umewekwa pale. Kwa hiyo wakati mwingi vunja wakfu, iwe kwenu uliwahi kuambiwa ama haupo, wewe uvunje tu, kwa sababu kwa Afrika sijui ni nani anaweza kosa kuwa dedicated, na mara nyingi ni kwa ubaya, si yote kwa uzuri. Kwa mfano, kupewa jina, ule ni wakfu. Kurithi jina kutoka kwa family, ule ni wakfu. Ule mpangilio wa blood, kuna mpangilio fulani unaitwa wa bloodline. Mpangilio wa bloodline umekaa hivi. Kwa mfano, sisi ni mfano mzuri. Sisi nyumbani kwetu tuna Faith, angetakiwa aitwe jina la Rosie, si ni kweli? Katika ule mpangilio wa blood. Alafu tuna Debbie, angepaswa kuwa na jina la mama yake Gladys. Alafu tuna Caleb, angepaswa kuitwa jina la babangu. Alafu tuna Ivan, anapaswa kuitwa jina la babake Gladys. Iko hivyo. Sasa huu ni ule mfumo wa blood. Kwa hiyo watoto wetu sisi lazima, sisi tunapambana, lakini wao kama wao lazima wajue kudeal na dedication, kwa sababu kule kwa kina Vincent, Rose alipitiaga nini? Kule kwa kina Vincent, huyo John kwao kukoje? Caleb haezi kwepa kwa sababu ni mtoto wa pastor. Katika bloodline yuko dedicated kule kwenye zile namba. Na ndio maana zamani mtoto asipopewa jina lile, ukileta mambo yako ujanja na elimu na mjini ukampa mtoto jina tofauti, anaweza akashikua na lia tu usiku, saa nyingine anashindwa kusimama, kutembea, kufanya hivi, au anapata magonjwa, inabidi waitwe mtu, unasema hivi jina huyu ni hivi, wanamwaga maziwa, pombe, maji, chochote, wanafanya kitu, au mbuzi, mtoto anapewa jina, siku ile mambo yanabadilika. Si imeshatokea hiyo kabisa, anabadilika na hali siku ile kila kitu, kwa sababu mizimu ya kule alikochukua jina inakuwa inafutika, ni kama inapoteza mtu wao, imenyang'anywa haki zake, imenyang'anywa mtu wake. Kwa hiyo sasa inamtaka, inamfinya huyo mtoto sana, inamkosesha huyo mtoto sana, inamfanya siku hivi, hiyo inamzuia. Na ikiwa Ukristo ni dini peke yake hata toboa, lakini lazima kuvunja ule wakfu. Unapovunja dedication, kuna saa unakuwa kama una makarama ya kupata vitu, lakini kumbe sio karama, ni kwa sababu unajua kudeal na vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Inaleta maana Dedication ni kukabidhi katika mikono strong. Unapeana shamba lako, kazi yako, mtoto wako, mali zako katika mikono ambayo iko very strong kuliko ya kwako. Na ndio maana watu wengine walikuwa wakipata kitu, Wachaga wengi walikuwa kijenga, wanachinja, mwaga damu pale kidogo, wanaweka kapombe, sale pale, wanakabidhi kwenye mikono iliyo hodari zaidi. Sasa kwenye kitabu cha Luka 11:21 anasema mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, huo huwezi kumpokonya. Hata Ukristo wenyewe ambao tunaingia kwenye Ukristo kutoka kwenye upagani, kutoka kwenye maisha ya kawaida, alafu tunakuwa Wakristo huko ndani, Yesu bado anashindwa kutupokonya kwenye mikono ya mwenye nguvu sana, kwa sababu ya yule aliyotushikilia sio mzimu kama herufi chache za hilo jina, ni jina, ni strong man. Tulikabidhiwa
wazazi wetu waligundua hatuwezi. Kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 2 Biblia inasema yule mama alipogundua hawezi kumficha tena, kamtengenezea kisafina, kapeleka kwa maji, kaficha kule kwenye maji. Yule mama alipompokea ili na yeye asiteswe, akamuita mtoto Musa kama zawadi ya Marini, akamficha kule kwenye maji ile mama yake Musa. Wazazi waligunduaga mapema sana hawawezi kutunza watoto wao, hawawezi kuwahifadhi hai. Kwa hiyo wakakabidhi kwenye mizimu. Wengi ni kwenye mamizimu, kabidhi kwa watu walioishi miaka mingi duniani. Fulani alikufa akiwa na miaka 100 na kitu, mtoto wangu nampa jina lile. Hebu angalia mpaka leo kwenye upande wa imani, hakuna popu aliwahi kuzaliwa kama popu na akakuwa popu na akapokea upopu na akaishi popu akakufa kama popu. Hapana, anapokuwa ni yeye, huwa kuna rumu anakaa, alafu anachagua awe popu wangapi, sio ndio? Yaani sio huyu wa 16 sio 10 na ngapi, anatafuta wa nyuma alikuwa na tabia gani, alafu ndio anazibeba, alafu anaitwa. Kama yule aliondokaga kabla ya Francis alikuwa anaitwa Pope Benedict wa 16, maana yake amechukua yule Benedict OG akakaa pale. Kwa hiyo ndivyo ilivyo mababa zetu pia. Wazazi wetu walikuwa wanaweza kutupa jina la mtu fulani alioishi miaka mingi duniani, unapewa lile jina. Unaweza ukaishi kwenye hii dunia, na najaribu kumix pia kwa sababu ni warfare hiyo. Unaweza ukaishi kwenye hii dunia ukawa na mzazi ama na mtu. Inafika mahali wako watu wamewahi kuuguliwa na mtu mpaka ikawa sasa ni taabu, kwa sababu hafi, hapati nafuu na haponi, anaishi kwenye taabu. Wanaomba ni Mungu, sasa Mungu tusaidie. Hata na yule mgonjwa anaomba, jamani ombeeni hata nife. Sisi tunafikiri mara zote ni Mungu anamshikilia, lakini asilimia kubwa pia sio Mungu anamshikilia, dedication. Anipata kweli? Wakfu unamshikilia, anashikiliwa na wakfu aliopewaga alipozaliwa. Kuna babu aliyekuishi miaka mingi kabisa mpaka akatoka nje hivi, hakuna nyoka limuweza, hakuna ugonjwa limuweza, kuna ya huyu mtoto wangu atakuwa hapo. Sisi tunafikiri ni impartation nzuri wakati mwingine, lakini hiyo inaweza kafikia mahali akapitia mapito. Hizi zote najaribu kuzungumzia dedication. Ndio maana Biblia inasema mpaka aje mtu mwenye nguvu sana amkamate yule amweze. Kwa hiyo sisi tunapompokea Kristo kwa moja bado tunaweza kujikuta tuna tabia zile za kule nje kwa nguvu sana, kwa sababu hatuja kuwa na uwezo wa kuponyoka kwenye mikono ya wakfu tuliowekwa. Na hii ndio limekuwa tatizo kubwa pia la kanisa. Tunakuwa tuna Christians kama ni kuvaa tasbih ama kama kuvaa maviti ya msalaba, lakini Kristo bado anapata shida sana na sisi, kwa sababu tuko kwake, ila yule mwenye nguvu bado hajawahi kupokonywa sisi. Na ndio maana tuna hayo maisha, kukiri tu jina la Yesu na kule kumwambia Yesu kaa huku, geuza pande huu, geuza jina hili kwenye kitabu hichi, hiyo ni rahisi. Lakini kupokonywa, tusipoweza kupokonywa katika mikono yake, sio Kristo anapata shida, ni sisi tunapata shida. Kwa sababu kwenye hii dunia kuna wakati mwanamke na mwanaume tunakuwa kama vile tumbo la Rebeka. Yaani kuna wakfu mbili zinakuwa ndani yetu, kuna wakfu wa mizimu, alafu kuna wakfu wa Kristo unakaa ndani yetu. Nitakuonesha mifano ya huu wakfu unapoanza kuoperate nini kinatokea. Kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 21 na mstari wa 6, naomba mtanisaidia kusoma mistari. Mwanzo mlango wa 21 mstari wa 6, kimbie hapo. Nimezoea kunyanyua macho. 21 mstari wa 6, mtajitahidi sana ili tusichelewe, maana sitamani tuchelewe, lakini yes sir. Sara ndo anaanza kudedicate. Mungu amenifanyia kicheko na kila asikiaye atacheka pamoja na mimi. Hilo neno tunalichukua simple sana, ni kama Sara alisema hapana. Lile neno alimdedicate huyu mtoto, life ya huyu mtoto, kila huyu mtoto uzeeni. Mnataka kuniambia nyinyi ni wakina mama, najua nyinyi hamjaifanya hivi, lakini hamjawahi kusikia huko nje mtu anapopata kitu kwa muda umeenda,
iwe mtoto au ndoa, uko nje, sio nyie. Hamjaisikia kuna kakitu wanasema? Hizo ni dedication. Kwa sababu dedication pia ni jina. Unapopeana mradi wako jina, biashara yako jina, ile ni dedication. Unapotaka kupeana kampuni yako ama chochote jina, kwa mfano wengine wana utamaduni wa kupeana majina, wana connect majina ya kwao na yani familia mpaka wanatengeneza jina la kampuni. Safi kabisa. Unapotengeneza kitu kama kile ukimaliza, yani kabla hujaji declare ile kitu, lazima dedicate hawa watoto wote ili upate jina ambalo utaliingiza pale. Vinginevyo hapo katikati kuna mziki, kwa sababu yuko mtu atakuwa tatizo hapo ndani nyuma ya wakfu. Kwa hiyo tunajipata tu hatuendi. Unaomba na kuomba lakini huwezi kwenda. Sara kama mtu wa kwanza kabisa, kabla hata angetokea kuhani, hata angetokea nani, kabla hajafika Sara alimaliza kwamba huyu mtoto kila atakayemkuta, badala ya kusema anakenua tu, ana enjoy tu, anafurahi. Isaka alikuja kugeuzwa na Mungu kuwa mfano wa Kristo. Akamwambia Ibrahim, nipe. Ibrahim akamchukua kwenda kuchinja. Isaka kabeba kuni, Yesu akabeba msalaba. Isaka akapanda juu akiwa mtu mzima kwenda kuchinjwa kwa hiari, Yesu akafanya hivyo hivyo. Haikuanzia kwa sababu alizaliwa mwishoni jamani. Hii alizaliwa pia mchango wa Sara wa kudedicate mtoto ili awe kwenye mikono ya Mungu, awe salama duniani. Ilikuwa inaamua sana Sara huyu mtoto awe. Kuna mafestival wengi tu wa hovyo kwenye hii dunia, hawajafananishwa na chochote popote, lakini hufanya kwa sababu dedication ilichukua nafasi. Bwana asifiwe. Mungu ana dedicate. Mungu ana nguvu ya kudedicate. Mungu dedicate watu. Mungu anaweza kudedicate bara, Mungu anaweza kudedicate taifa, Mungu anaweza kudedicate mkoa, Mungu anaweza kudedicate family, Mungu anaweza kudedicate mtu binafsi. Anamdedicate kuanzia kwenye tumbo la mamake, au anamdedicate akiwa nyumbani, ama anamteua ukubwani, kama vile kitabu cha Zaburi 89 tutasoma hiyo anavyosema mstari wa 19 au 20, ukianzia pale ni pazuri. Anaeleza vizuri kwamba akamtoa katikati ya ndugu zake, akamchukua mwisho, akadedicate, mambo yakaanza kwenda. So Mungu udedicate pia. Lakini wa pili, evil spirits, nguvu za giza, huwa pia zina dedicate. Naweza dedicate taifa, naweza kudedicate mikoa, naweza kudedicate watu au family. Na ndio maana utaona kwenye Biblia kuna yale makabila 12. Katika yale makabila 12 katika Israeli, kuna ambao walikuwa dedicated kama Lawi. Wao walikuwa dedicated kuwa makuhani. Sio tu waliitwa, walikuwa dedicated pale. Iwe hata ni mtoto wa ajabu ajabu, yani ni priest tu atakuwa pale kwa sababu wakfu namshikilia. Bwana asifiwe. Naleta maana. Kwenye kwa mfano Kutoka mlango wa 2 mstari wa 1 nafikiri Biblia inasema akatoka kijana wa Lawi na binti wa Lawi, wakaoana, wakapata mtoto ambaye ndio Musa. Ukisoma kwenye Luka mlango wa 1, Zekaria Mlawi, Elizabeth Mlawi. Yani ukisoma Biblia, kama ingekuwa tunazungumzia kuhusu ndoa, wanaume na wanawake wangekuwa hapa tukajadili, fanya mdahalo wa ndoa. Ndoa nyingi duniani huwa zinateswa, watu hawaendani kabisa. Kwa sababu na katika Israeli migogoro ya ndoa ilikuwa michache na ilikuwa inashughulikiwa na elders kulingana na kitabu cha Mwanzo na Kumbukumbu la Torati. Lakini kilichosababisha iwe michache sana sio tu kwa sababu Mungu alikuwa ameingilia kati, walitii zile reli za kufuata. Ni kama tu dereva wa train anatakiwa tu abaki kule kwenye reli. Dereva huyo baki huku, huyo baki huku. Yaani kila mmoja abaki mahali pake. Leo vurugu nyingi kwenye ndoa huwa zinatokana pia na makosa ya kwanza ambaye ni dedication. Yaani binti anatokea huku, yeye ametokea mfano kabila la Dani. Nakumbuka Dani usimo, nafikiri Dani. Hawa walikuwa ni special, wako dedicated kwa biashara. Anatokea binti katika ile kabila. Alafu anatokea kijana kutoka Lawi, yeye ni kuhani, anaanzisha huduma. Huyu mama kila akikaa hivi, ndoto zake, unabii wake ni mambo ya business, kwa sababu yuko wakfu kufanya biashara. Lawi atamwambia amna kwenda, mtahubiri masomo mnaitaga ya utiifu hii, watatii, lakini atahangaika tu.
Utasikia namtafuta mtu anamwambia hebu chukua niende China, hebu niletee viatu, hebu chukua niletee. Lakini hizi vitu ningeenda China mwenyewe, lazima ningepata faida kuliko hii imeletewa hii. Atatafuta mtu uko Mbeya atamuue. Komese mtaitana tu majina nzuri, dali kule Itigi Singida, bibi mzabibi. Ghafla tu na hizi baridi hapa kohoa ni corona, na kabla hajaondoka amesema niende. Na amesema niende mimi mwenyewe. Kumbe anaenda China ma Dubai. Kuna sana za ukigundua, kwa sababu utagundua siku moja, utaona muongo. Lakini anateswa na wakfu. Wakfu wao ni business. Na ndio utaona hakukuwaga na migogoro kule kwa Lawi, hakukuwaga na migogoro kule kwa Yunani, kuoga kwenye mgogoro huku, kwa sababu walipokuwa wanaoa walikuwa wanaoa hizo mbari. Sisemi mfanye hivyo au usijutie kwa badasi ningejua. Wewe rekebisha makosa. Bwana asifiwe. Hii ni mifano tu ya wakfu. Kwa sababu nikizungumza wazungu tu unasema natamani ningekuwa mzungu. Sasa utataka uwe nani? Wewe tulia. Bwana asifiwe. Hii ni mifano. Kwa hiyo tunateseka kwenye dedications ambazo zipo kutoka kwa misingi kutoka mbali sana, na itasumbua sana. Hii mambo ya heshimuni waume zenu na wake zenu itapigwa sana kanisani, mpaka wachungaji watachoka waseme sana, naacha sisemi tena heshimu, nimechoka. Lakini bado itakuwa ngumu, kwa sababu dedication huwa ina nguvu sana kuliko. Bwana asifiwe. So shetani ana dedicate wazazi na elders wa mji. Tunasema ni elders, family elders, wale wazee. Ndio unaona mtoto akitaka kuolewa, unaongea tu na baba mkwe hapo, anakuchekea. Unaona baba mkwe nimemuini sana, kuna tarehe anakupa uje. Hiyo tarehe anakwambia uje, hiyo anaenda kuita wazee. Siku ile ukija hivi wala umuoni, unashangaa, unaulizwa tena jina, wewe kijana ni nani? Wewe ni nani? Unataka kumwambia baba mkwe, si uambie wewe, si unajua yeye hakujui tena. Kuna wazee wako pale, elders wanaweza kudedicate. Hawa hawezi kudedicate nchi kwa ujumla, nani mabara, yani viwango vyao vya dedication vinashuka tu hivi, ni levels. Mungu anavodedicate, Satan anavodedicate, family anavodedicate, wazazi anavodedicate, manguvu ya giza, levels zinazidi zikipungua namna hii. Lakini wazazi wako pia wanadedicate, kama tulivyoona Sara alivyofanya dedication, na iko hivyo. Hatuna muda wa scriptures, ndio maana naruka hivi vitu, mnavielewa, nimeshafundisha sana. Mtu pia ana uwezo wa kudedicate, yani mtu binafsi ana uwezo wa kudedicate chochote, kujidedicate peke yake, kudedicate vitu, kudedicate mtu mwingine. Yani mtu ana uwezo wa kukudedicate. Kudedicate ni kukupeana kwenye nguvu zile, kukukabidhi uwe wa tabia fulani, uwe wa hali fulani za maisha, uwe namna fulani. Hizo zote zina nguvu sana pia ya kudedicate. Kwa mfano vitu pia vina uwezo, kama gift, zawadi zina uwezo pia kudedicate. Yani unapewa zawadi fulani, alafu ile zawadi inakufanya unakuwa hivyo. Hiyo inaweza, ambao mnaelewa tu, nisifafanue sana, sitaki kuweka hapa. Nature, kwa mfano mimea. Kwa mfano ni ngumu sana kumpata mtu mwenye mahasira alafu anapenda maua, yani ni ngumu sana. Na kama anapenda maua alafu ni mtu mwenye hasira, muongeaji sana, alafu anapenda maua lakini ana hasira sana, lazima tuende kwake tukakague maua. Kwa sababu yani nature, miti inaweza kukudedicate uwe wa tabia fulani kabisa. Kuna mtu tu hivi anakuwa na katabia fulani kutokana na mimea ambayo iko. Nature ina nguvu sana. Mimea kama hizi, mimea fulani zinaweza. Ndio maana elimu za mimea unapaswa pia kuzijua. Sasa hizo msiniuliza swali kwa sababu mimi sijui, lakini nawaeleza tu, zinaweza. Kwa hiyo unaweza kujikuta una matabia. Hebu pata picha huko kwako, umeweka maminyama, mitikaburi. Unategemea unaweza kuwa na tabia gani? Sisi wengi tumewahi kukulia kijijini. Wengine wengi hapa ni mjini. Lakini wale waliokulia kijijini mahali kuna kuku, mmewahi kuonaga kuku
kwenye nyumba za watu wakali, hata kuku zao zikiangua, mwewe hata apiti hapo, mwewe anaweza chukua na achie kifaranga. Ni wakali wote namna hii, wote hizo. Yani nature ya mahali inaweza kubadilisha, na witchcraft wanaweza kufanya hivyo. Mtu anaweza kukupandia kitu na ukajipata una tabia hizo kabisa. Kwa hiyo unapozungumzia ulimwengu wa nature, hizo vitu zina nguvu. 80% mpaka 90% dedication inasababisha hardship kwenye maisha yetu. Tutaenda speed, na nisipopata naona kuna kamera pale, mtarudi kwenye YouTube. Spiritual hardship, wakati mwingine tunapitia kwenye ugumu wa kiroho, tunafikiri kuna mashetani mengi yametutanda juu, au kwenye prayer, au unapita kwenye kipindi unakata tamaa, unaishia nguvu fulani, unakuwa hivi. Wakati mwingi tunakuwa kwenye hizo ni kwa sababu tuna aina fulani ya dedication ndani, kwa hiyo zinaanza kufight. Unapokuwa na wakfu ndani zikaanza, yani kuna saa vita vyako vinakuwa ni wakfu na wakfu. Yani umeenda kwa Mungu na ukajiweka wakfu kwa Mungu, lakini hujawahi vunja hii dedication nyingine. Huwa zile dedications zinaanza, kwa sababu kila dedication, kila wakfu huwa kuna mahali unakulidi uende, kuna tabia unataka uwe nazo. Sasa inakuwa ngumu sana, kwa sababu huku kwa Mungu unapapenda na unazitaka, lakini upande wa giza zinakulazimisha. Sasa vita vinaanza, vita vya wakfu, spiritual hardship nyingi. Sio kwa sababu kuna maspira sijui jeshi gani, ni wakfu zinakutesa ndani, kwa hiyo zinasababisha unapitia maugumu ya kiroho. Number 2, financial hardship. Unapitia ugumu wa kifedha, wakati mwingine sio season, wakati mwingine sio huna bidii, wakati mwingine ni dedication. Unafika mahali una kitu unakiuza, ni ngumu. Watu wanakuja wanakiangalia, wanakuahidi, wanaondoka, hawaji. Simu hawapokei wala nini, hawataki tena. Unapata kuna wakfu. Wakfu unaweza kuuliza, je, ni wakule kwa ninachokiuza? Hapana, hii inazungumzia kwako wewe. Yani unapokuwa kwenye wakfu tofauti, si lazima ufe, unapita kwenye maugumu. Wakfu ni kama yani unakuwa kama mtu unakuwa na rosto ya kuroga. Yani kama ile mtu anatamani avute, hasa mwingine anatamani tu aroge, hata kama aende akapige tu nyumba hivi mara moja aondoke. Kwa hiyo unakuwa na sasa zile wakfu ziko ndani, huwa zinaanza vita kiasi ambacho unapita kwenye ugumu wa kiuchumi. Ndio maana shughulika sana na dedication kwenye eneo kuvunja wakfu. Utashangaa kuna saa vitu vinaachilia, kwa sababu financial hardship sio kila mara ni mapepo. Problems za afya, unapita kwenye ugumu mkubwa wa afya, majanga makubwa wa afya kama namba 3. Yeye unakuwa huna vipindi vya furaha vinavyoendelea, ni kwa sababu unapata kuna dedications. Unakuta wakati mwingine hakuna maambukizi ya makorona wala chochote, au hata kama hivyo, lakini kwako unakuwa attacked sana. Sio kwa sababu kinga za mwili zimeshuka, hata wenyewe wanaweza zishusha, lakini unakuta tu unapita kwenye mamikosi ya afya. Unaweza ukanywa madawa ukajitibu ukafanya hivi, ni nzuri, lakini funja sana dedications. Dedications ni milango inaachiliwa, inakutesa. Kwa wakfu ni kitu kikubwa sana. Najaribu kukimbiza, lakini kuna mambo mengi sana. Mental and emotional problems, unapita kwenye hali za shida ya afya ya akili na hisia. Unakuwa si unajua, unakuwa na mahangaiko ya kihisia, unakosa utulivu wa kihisia, unakuwa na mahuzuni, wakati mwingine unafili kuachwa, unasikia hivi, unakuwa mara nyingi sana. Haya unaweza ukapelekwa Mirembe na usipone. Mara nyingi haya kuna madedication yako ndani, yaani unaishi afu kuna vita vya wakfu vinaendelea dhidi yako, vinakushambulia, vinakupiga. Kwa lazima unapita pale, unakuwa na hisia ambazo haziko balanced vizuri. Kila saa ni wewe hujulikani, utabiriki, yaani muda wote pupu. Yaani na ndio maana unaonaga sasa hivi kumekuwa na wingu kubwa sana la kama nimekukosea naomba unisamehe. Misamaha imekuwa mingi ya hovyo, ni kwa sababu mtu atabiriki. Hujui kwamba ulivyompigia simu saa 8 ya usiku ana hasira sasa ama ana furaha. Hujui mpigie, unasikia samahani sija nini, lakini hata samahani yako unajua kabisa. Hata ukiulizwa hivyo umesemaje, utasema kwani nimesemaje, hata ukumbuki, kwa sababu hulijui hili unalo communicate nalo. Kwa hiyo inabidi ujaribu kuliplease. Haya yote ni kwa sababu sana nyema lioness wakfu na nguvu sana.
vizuri kushughulika na dedication katika haya maisha. Kwa sababu gani? Una nguvu. Kila dedication ina kitu kinachoitwa vengeance, kisasi. Iwe ni wakfu wa Mungu, una kisasi. Kwa nini? Kwa nini? Huyu mtoto alivyokuwa na kutesa kupata mimba kwa muda wote huu, ulikuwa unasema huyu atakapo Mungu akinipa mtoto huyu atakuwa mtumishi wa Mungu, huyu una dedicate kuanzia tumbo ambalo halina chochote. Mtoto anazaliwa anakutana na mimba, tumbo la uzazi, anaishi pale, kumbe yuko kwenye mikono ya wakfu. Mtoto anapoanza kukua hapa juu hapa kidogo hivi, ameshakuwa hivi, wewe unataka kabidhiwe mkoba. Sasa huku kuna wakfu wa mkoba, huku kuna wakfu wa Mungu. Kinachofanyika sasa, wewe unashasikia ile vita ya panzi, chakula ya kunguru, mafahali wawili wakigombana, nyasi zinaumia. Kitakachoumia ni mwili wako, shughuli zako, kwa sababu ndani kuna dedication yako pale. Hayo mawakfu yanapoanza vita, anayenyong'onyea ni wewe. Kwa hiyo ni vizuri sana tunapokuwa kwa Mungu, tunavunja mawakfu yote, alafu tunaanza upande wa Mungu. Wakfu za huko Mungu ni nzuri sana. Tunavunja huko, tunaenda huku masharti yake ni mazuri kuliko upande wa pili. Upande wa pili ni asiri, hayatuhusu, hatuambiwagi wala hatujui, yanatutesa na kutumiza. Kwa hiyo dedications zina nguvu sana, tunapaswa kujua ili kushughulika na wakfu. Bwana asifiwe. Inaleta maana. Nimezungumzia kuhusu nguvu ya wakfu kwa sababu president alikuja kwangu siku moja, sikumbuki ni mwezi umeisha, akaniambia kwamba mnataka kuanzisha mnahitaji president mkoba. Mimi nikasema kabla hamjaanzisha nitatafuta siku, na ingekuwa labda wiki ijayo, lakini nashukuru Mungu nimekuja mapema ili nikusaidieni kwenye hiyo mkoba ambao mnataka kuanzisha. Ni nzuri au ni mbaya kama mtakuwa mnajua maana ya kwa nini mnaanzisha. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitawasaidia kuwapa baadhi ya vitu vya msingi sana, na ndio maana nikaanza kuzungumzia kuhusiana na dedication. Sijui kwenye Islamic nimesahau, kuna dua ya kwa mfano Katoliki kuna ungamo fulani linakufanya yani unaungama kwa kanisa moja Katoliki. Mwae kusikia kitu kama hii? Lutheran ipo, yes. Presbyterian, Sabato wanayo. Hizo maungamo ni dedication, na ndio maana nitaanzia na Pastor Edu. Pastor Edu amekuwa na vurugu sana kule Nengung kanisani kwako, kwa sababu kulikuwa kuna katibu wa ujenzi nafikiri, au mweka hazina wa ujenzi. Huyu jamaa yeye ni Mluteri, na kule Lutheran alikuwa si kiongozi wa nini huko, alafu akaja huku. Sasa pastor anaweza kusema ile pesa tulitoa ujenzi tuifanyie hivi na hivi na hivi. Akisema hapo, pastor huyo baba anaamka pop, anaenda nyumbani. Baadaye akifuatwa anaambiwa, bwana umefanya hivi, si ni pastor amesema, na pastor Mungu amempa mamlaka ya kuwa juu ya kila kitu hapo. Kwa hiyo nasema hapana, kama mimi nilikuwa kiongozi kule. Dedication ya dini. Kwa tunapompokea Kristo, dini pia zina wakfu. Kwa mfano mafundisho ya kipaimara yote yale yalikuwa ni wakfu, na ndio maana leo kwenye makanisa ya mitume na manabii yanapita kwenye changamoto kubwa sana, kwa sababu wanayoabudu huko ndani hawana wakfu wa Mungu, wana wakfu wa dini. Anapokuwa ni wakfu wa dini, huwa inatusumbua sana. Mimi nilikutana na mabinti watatu, si ni president aliwaalika kanisani, si kumbuki ni nani, kule kwenye container. Wakaniambia watanilipia pale Elite Cinema, watanilipia kwa miaka 3 nifanye huduma pale, nitoke huko Mwanama, wao watalipa. Nikamwambia pana, kwa sababu naona kuna wengine wako hapa wamekuja kwa sababu kuna maono ya Mungu wameyafuata,
ambayo niko nayo. Sasa na nyie mnafaa kuyafuata. Wakaabudu Jumapili 2-3 wakaondoka. Nilipokuwa hapa nimefuata kuanzia mwaka juzi, mwaka jana, mwaka huu nimepata shauri nyingi sana za watu wananiambia, baba, kwa nini tusifanye ibada Jumamosi? Sio mbaya. Au tusifanye ibada Jumapili lakini saa 9. Tukifanya haya mafundisho yako, rafiki zangu wengi wanayapenda sana. Sasa wanasema ungefanya hivyo ili wakishatoka Katoliki na Lutheran ndio waje. Na ndio unaweza kuona leo huduma nyingi hizo zinakuwa Jumamosi na huduma nyingi ambazo ziko Jumapili mchana, ni kwa sababu inabidi wafate ushauri huu ili wapate watu wengi sana wanayokuja. Kwa nini watu wanakuwa hivyo? Mama Sara yuko hapa leo? Wewe leo utakuwa study case nzuri. Tukiwa pale kwenye container pale, Mama Sara alikuwa mshirika wetu nzuri, na mtu wa kwanza kunipa chai Arusha kwa huku nilipoanza Victory, ni yeye alinipikia chai siku moja, akampa Sara akaniletea, tukaikunywa na Pastor Peter. Ghafla kuna siku namuona church, kuna siku simuoni church. Nikamuuliza Pastor Peter, huyu Mama Sara, mama wa watoto, mbona sijamuona tena? Akasema kweli siku hiyo amepita tu hivi na kamkoba kake. Peter huyu hapa. Akamuuliza mbona hujaje? Akamwambia napenda sana Victory, ila sasa mmebadilisha ratiba. Tulikuwa ibada yetu, kama mnakumbuka present, tulikuwa tunachelewa. Sengine nasimama kuhubiri saa 6. Kumbe kwake ilikuwa ndio bembea. Aende kwanza akapige njia msalaba kule. Lazima ni aezi acha sanamu ile. Kwa hiyo lazima akabao, alafu sasa naeka mkoba wake, sasa aenda kwenye ile halisi. Sasa mimi sikujua, mimi nikagundua na watesa wa Victory kabisa, kwa sababu nasimama kuhubiri saa 6:30, saa 7. Tunatoka ibadani saa 9 mpaka saa 10 tulikuwa tunatoka. Muda huo wote ni kwa sababu saa 5 kuja saa 6 watu walikuwa wanajaa kanisani. Yaani wanaenda kwanza dini alafu wanakuja church. Tulivyobadilisha ibada kwamba pana sasa tutaanza mapema, akasema unajua vile mmebadilisha sasa. Hata kuna mama mwingine rafiki yake tu hapo pembeni ya barabara kwa hapa, anafunga kilemba hivi kama wasausi. Huyo pia mpaka leo ananiambia, baba wangu ni wewe tu. Unajua sasa ibada mlifika mahali na shindwa. Kilichokuwa kinamsumbua Mama Sara ni dedication. Uwezi yani sasa huku unaona Maria unamwachaje? Papa Baroko mwalimu wa kwaya, sasa inabidi sasa na mimi Mungu akanitumia kata hivi, na sisi tukaanza na sisi muda wetu. Sijui alipambanaje, lakini huyu hapa atatuambia siku nyingine kwamba alishindaje. Dedication ya dini ina nguvu. Dedication ya dini, wamebaki sasa hivi pastors, mitume wamebaki tu sasa hivi na jina peke yake la mtume, lakini hawafanyi walichoitiwa na Mungu, kwa sababu kuna watu hapo katikati, na hao ndio natamani niwazungumzie hapo kwenye hichi kipindi. Bwana asifiwe. Nilipookoka mimi, mwenyekiti wa ujenzi nafikiri wa miundombinu ujenzi kwenye kanisa lile la TAG, ndio kwa Assemblies of God, mwenyekiti wa hiyo ujenzi alikuwa katibu sio wa nini Lutheran, lakini pastor hakujua kwa miaka 9. Pastor hakujua. Kiongozi wa kamati wa ujenzi wa pili, mwenyekiti wa ujenzi wa TAG alikuwa ni kiongozi wa idara ya wanawake Lutheran kwa miaka 11. Kwa hiyo kuna saa anaenda na lead wanawake huko, anaenda, hakuna kitu kiliendelea, kwa sababu, na ndio maana unaona hata hii kitu ya kina mama inang'ang'aniaga mwenyekiti wa wamama, ni kwa sababu waliotoka huku wanaleta huku.
dedication ya dini, hamtatoboa. Utaomba hapo kwenye dunia mpaka ufike mahali uanze kutokana na Mungu, kwa sababu Mungu hataki hizo. Bwana asifiwe. Ili uweze kuwa salama kwenye dunia, ni vizuri kushughulika na aina mbalimbali za dedications, ikianzia dini. Hivi mtu ambaye alikuwa anafanya chetezo ile, padri akiingia, mnajua ile kurusha ubani, mtu alikuwa anafanya vile, alafu leo akaokoka, unafikiri bado yuko salama? Kuna saa anatamani kwamba kwa nini haposi kutokea pale isipigwe chetezo kidogo hivi. President, unaonaje, ni dhambi ya si dhambi? Why? President unasikia kweli naona hiki. Na hilo kundi nitawaonyesha, liko kwenye Biblia. Hilo kundi lina nguvu. Yeye utajikuta na mimi kesho yake. Ukikataa kufanya hivyo, vurugu zake ni kali mno, kwa sababu ni kundi. Hapo ndo tunafika mahali tunabadilisha somo letu, tunasema ni dedication for defilement. Ya unakuwa dedicated ili unajisi, unaweka wakfu ili unajisi. Lazima tuwe makini sana. Bwana asifiwe. Hivi ni kweli akili yako ni kweli inakuonyesha kwamba mimi sina rafiki wa kisiasa ambao wanaweza kuja kufanya sarakasi hapa? Ni kweli sina. Sio mbaya hivyo eti mimi. Bwana asifiwe. Lakini kuna mipaka kati ya mimi na wao. Kuna mipaka hivi kati ya mimi na wao, na si ngumu, hasa nyakati hizi za uchaguzi. Hapo unawaleta hapo, wanabiringika hapo, wanasema shalom, kwa sababu ndo mnasalimiana. Bwana asifiwe. Wamesha kariri huko juu, sijui wanaangalia YouTube, wanajua mnasemaga mko juu, na wenyewe wanasema. Kimaliza hapa wanatoka, mimi nafinyiwa bahasha. Utaona tu nimeng'ang'ana hapa tu hivi, nawaambia wapi mpige kura. Pige kura hapa, pige kura hapa. Lakini kesho na defile church. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati unakuwa makini kwamba sikuta hii ina najis ili niweze kunajis, inaniweka wakfu ili niwe na nguvu ya kudefile. Tatizo kubwa sana lilianzia hapa. Kutoka mlango 12 mstari wa 37 hadi mstari wa 38, historia ya kanisa inaanzia hapa. Na Matendo ya Mitume 7 hatutasoma kwa sababu tulishasoma. Inasema kama Mungu, malaika yule aliyokuwa pamoja na lile kanisa la jangwani, si tunakumbuka? Matendo ya Mitume mlango wa 12, kwa Exodus 12:37 na 38. Tatizo lilianzia hapa. Biblia. Yes sir. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka Lemisesi mpaka Skoti. Hiyo ni kutoka, wanaondoka Misri sasa. Walipata hesabu ya watu 600,000 watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto. Mstari wa 38. Na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao. Wow. Na kondoo na ng'ombe na wanyama wengi sana. Bwana asifiwe. Neno mimi sasa naisoma kutoka kwenye Ethiopian's Bible. Biblia inasema wakati Israeli wanatoka, wanaondoka, Israeli ilishateseka kiasi ambacho hawakutaka tena chochote katika nchi ya Misri. Si ni kweli? Biblia inasema walilia kiasi ambacho Mungu alisikia kilio chao na akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu kwa sababu ya wasimamizi wao, na sasa nakutuma uje ukawatoe. Alafu Farao hata kusikiliza isipokuwa kwa mkono wa nguvu. Biblia inasema Israeli hawakutamani kila kitu walichoambiwa. Mungu akamwambia Musa, waambie wazee. Musa akawaita wazee, akawaambia kila mtu achinje. Hakukuwa na maswali kwa sababu ni kuondoka. Wakakubali wote kwa sababu wamechoka, mababu zao wamekufa kwa sababu ya mateso, watoto, wazee, taabu ni kubwa. Kwa hiyo mpango sasa hivi ni wa kuondoka tu. Biblia inasema kwa sababu ni kwenda. Hakuna mtu anatamani kubaki Misri kwa nguvu yoyote. Bwana asifiwe. Lakini wakati wanatakiwa kwenda hivi, unajua kwa mfano
Middle East. Huo ni mfano mwingine. Unajua Wairani si wazungu na Wairani sio Waarabu. Irani sio, yaani sio Waarabu kabisa. Waarabu na Wakristo wamekuja juzi Iran, au ni wengine. Na kuonesha tu mfano, Israeli wakati wanaondoka Misri ilikuwa kuna watu wengi sana, kwa sababu Misri ilikuwa ina chakula, ilikuwa na wahamiaji wengi sana. Wakati Mungu anapanga mpango wa kuondoa Misri watoke, Waisraeli watoke, Shetani naye ana select grupu la watu ambalo atawachomeka kwenye safari. Mimi nitakuonesha. Walifika Israeli wakaona bahari ya Shamu hivi. Wakasema kwani huku hakuna makaburi? Unajua hata tukihubiri leo tunasema, kwa sababu pia maandiko yanasema wana wa Israeli wakaona bahari ya Shamu wakamlilia Musa, unatupeleka wapi? Sisi tungekufia huko. Lakini Biblia yako inasema Israeli hawakusema hivyo, ila walifata kuna kundi. Hilo tunataka tukae nalo leo hapa. Na hiyo kikoba yenu, mnataka mkoba yenu nataka tuzungumze nayo. Kama inatokana na hili kundi hili la wahuni, hamtafanikiwa. Kama mnafanya vitu kwa nia nzuri, mtatoboa. Bwana asifiwe. Mapigo yanapiga sijui kitu gani, sijui grupu gani linapigwa, sijui mapigo ya mchawa, sijui mapigo ya maji kuwa damu. Shetani, Farao na waganga wake wanashughulika. Shetani naye anaandaa agents, ana select watu ambao watajipenyeza, watakuwa wanachama wa Wayahudi lakini wenye agenda za siri ndani, wakavishwa wakapewa wakfu. Au watu Israeli wanabeba pesa, mikoba, na wenyewe Biblia inasema katikati ya kondoo na mbuzi wakajichanganya ndani, swagwa pamoja. Walipofika bahari ya Shamu hivi, wakasema pale hapakuwa na Israeli, nao wakaunga. Mungu akamwambia Musa, chapa maji, ambia huyo mtu songa mbele. Wakaona ya kwanza imefika, wakafika mbele kidogo, wakaanza tu kiu, turudi. Walimsababisha mpaka Musa akapiga mwamba. Wana wa Israeli wanatajwa kama walimsababisha Musa, lakini kwa sababu wao waliiga. Bwana asifiwe. Kama unakumbuka, Musa alimwambia Mungu, hivi ni mimi nimewapa mimba wa watu. Musa hakusababishwa na wana wa Israeli. Kundi lililoingia la kitabu cha Kutoka 12:38. Hilo ni grupu la hatari sana. Labda ningefundisha hii kwa pastors, lakini vizuri pia nyie mtambue kwamba hili, kwa sababu hapa mko sales na viongozi wa sales. Unapompokea Kristo, jambo la kwanza, hebu tujikabidhi kwake, tujidedicate kwake. Alafu Biblia, unajua Biblia sio imekuja kwa aje kwa watu. Bible ni kweli. Mungu anaposema nitakulinda mchana na usiku, Mungu ni kweli. Mungu anaposema utakaponitumikia nitaondoa magonjwa kwako na hautahitaji chakula, nitakupa chakula ajabuni, ni kweli. Kuna side bit tutafute visaidizi vingi sana ili pia tumuonyeshe kwamba in case sisemi tusifanye kazi. Kuna vitu vingi sana na hii nazungumza na Lioness, ingefanya zungumza na church, lakini nazungumza na Lioness kwa sababu Lioness sio kanisa. Lioness ni society. Ili muweze kuwa na miaka 20 ya Lioness, lazima sasa mujifunze kujua ukweli na muanze kuishi, msirudi tena nyuma. Bwana asifiwe sana. Walifika mahali wakasema tule nini? Na sasa wanasema tule nini? Wanasema hizi mana hizi zinatuchosha. Sio wana wa Israeli, lile grupu la mamluki. Maandiko yanasema walipokwenda kuingia kwa Jericho, walimkuta mtu ambaye anajenga, mjenzi wa Luzu, Waamuzi 1, si ndio? Mjenzi wa ule mji wa Luzu. Wakamkuta, wakamwambia tuonyeshe maingilio ya mji, tutakuacha hai. Kwenye Ethiopian Bible inasema
waliomwahidi yule mtu kumwacha hai ili aende akajenge luzu nyingine ni wale mamluki. Israeli wakafika mahali wakashindwa kabisa kuwapiga adui zao kwa sababu ya wale mamluki. Lazima tujifunze kuamudu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na kundi kubwa la watu likachangamana pamoja nao. Hebu tuende haraka kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 25 mstari wa 21 na 23. Haleluya. Mwanzo 25 na mstari wa 21. Isaka akamwomba Bwana wa elfu kubwa kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana wa elfu kubwa akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Mstari wa 22. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa hivi kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana wa elfu kubwa. Mstari wa 23. Bwana wa elfu kubwa akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana asifiwe. Ni maombi ya Isaka, lakini Mungu akampa watoto wawili kwa mke wake. Wakiwa tumboni, Biblia inasema vita vikaanza. Vita hiyo Isaka pia iko kwetu sisi, tunaita vita ya dedication. Bwana asifiwe. Kitabu cha Hesabu mlango wa hapo ni wa 5 mstari wa 5 wa 3. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao, mpaka Mungu anawaua watu. Mstari wa 4. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Unakumbuka Kutoka mlango wa 12:38, mkutano wa wafuasi, lioness. Wakati mnaenda lazima mjue kule mnakoelekea, lioness wote hapo, mkutano wa wafuasi lazima utapenya ndani. Viongozi wa sel wote lazima mjue pia mkutano wa wafuasi lazima utapenya ndani. Na una mawazo mazuri sana, lakini angalieni msije mkaingiza wa Victory pabaya, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio watakayoamua nini kifanyike, alafu kutokea pale mtafanya. Mnaelewa? Bwana asifiwe. Tutarudi pale, tutarudi hapo, wala kuna shida. Nataka niandike ile andiko, nitarudi hapo. Kitabu cha Revelation 2 mstari wa 2, Revelation mlango wa 2 mstari wa 20. Biblia inazungumzia kuhusiana na Yezebeli, si ndio? Yezebeli huyu wa kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 20 nafikiri, ambaye aliwaambia watu, kuleni bana, hata hamna shida, fanyeni hichi wala hakuna shida. Huyu Jezebeli kuna miaka 1000 kadhaa nyuma, zaidi ya 4000, Jezebeli mwingine ambaye ni original alitokeaga. Alafu alipokufa roho yake ikaja kwa huyu kanisa la kitabu cha Ufunuo, ndani ya church akatokea Jezebeli pale, akajifanya nabii, akaanza kufundisha watu, lakini ana wakfu ndani wa kusababisha watu washinde. Unajua dedication si lazima tusiende mbinguni. Dedication ni hali ambazo zinatufanya tupite kwenye hardship duniani. Yaani unateseka lakini mbinguni utaenda. Mbinguni hakuna shida. Na mimi nakazia sana kuzungumzia hapa duniani kwa sababu tulitolewa Misri kwenda Kanaani, sio mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kazi kubwa za mashetani sio kutuzuia kwenda mbinguni, ni kutuzuia kuingia kwenye ahadi za Mungu. Mungu amesema kuna nchi iliyojaa maziwa na asali. Shetani akaandaa, na ili kundi la watu msilichukulie poa. Ili kundi la watu kwenye kitabu cha Kutoka 12:38 lilihakikisha kizazi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 13 nafikiri mstari wa 17 anasema ilikuwa hapo Farao alipowaachia hao watu waende zao, Mungu akaona asiwazungushe njia ya bahari ya bahari si wapi, kwa sababu japo kwa ilikuwa ni fupi, akawazungusha kando ya bahari ya Sham. Hana Israeli wakapanda hali wamevaa silaha. Ilikuwa sio safari ya miaka 40 jangwani. Mungu alitaka kila aliyopigwa viboko Misri lazima akamiliki Kanaani. Ndio mapenzi ya Mungu.
Hakuna mtu ambaye alitakiwa afe jangwani. Ukitoka Sinai, jangwa dogo tu pale, kilomita nyingi kidogo, unaingia Shamu. Kutoka Shamu unaingia upande wa pili, unavuka tu bahari. Ilikuwa ni shughuli ya siku 3 tu, wamalizane nayo. Kwa leo ni muda mfupi tu, ongeza kwenda. Lakini kwa nini walishindwa kuingia? Lile kundi kubwa la watu lilihakikisha wanafia jangwani. Kila aliyotoka Misri alikufa jangwani. Waliozaliwa jangwani ndio waliingia Kanaani. Kazi, mission ya shetani iliwin kwa 100% hivi, kwa sababu ya kundi kubwa la watu. Mungu alishusha moto kwa sababu alinungunika, lakini sio wao, kundi la watu wakaanza kunungunika. Tule nini wakati wamepewa? Tunywe nini wakati wamepewa? Ndio kundi lililosababisha hofu kwa maadui. Lazima tuwe makini sana na haya makundi. Bwana asifiwe. Kundi hili limeharibu sana church, limedhoofisha watu, watuingii kwenye ahadi za Mungu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 7 mstari ule wa 10, nitaeleza hii, na hii sana iko kwa wanawake, na nitaielezea hii, mkae chonjo. Bwana asifiwe. Kwenye Revelation akainuka yule mwanamke tena, mlango wa 2 wa kitabu cha Ufunuo, akainuka tena Jezebel, yule Jezebel wa kwanza, ambaye aliwaambia watu hakuna shida kuabudu madhabahu mbili, ya Foinike na ya Israeli. Hakuna shida, wakaabudu. Ndicho kinachoendelea hata leo. Jezebel yule akawini kanisa. Jezebel yule make yule amewekwa wakfu kunajis, na amefanikiwa. Jezebel huyo anainuka kwenye kanisa la kitabu cha Ufunuo, anaanzisha issue, alafu hawa nao wanaifuata, kanisa linaingia mahali pabaya. Mungu anasema msipotubu. Kutubu hasemi watu waandae siku ya toba. Kutubu anasema kugeuka, kuacha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unaona lile tatizo la kitabu cha Kutoka ndio hilo linakwenda. Tuangalie Yohana, some hii Yohana pastor, mlango wa 7 mstari wa 10. Biblia inasema, yes, hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea. Hapa unajua tutaenda mbele kidogo, lakini ilikuwa hivi, ilikuwa sikukuu ya Pasaka. Watu wanataka kwenda kusherehekea Pasaka. Hivi ni kweli Yesu ajui maana Pasaka? Ilikuwa sikukuu ya Pasaka. Ndugu zake Yesu wako pale, baba alishakufa lakini mama yupo na ndugu zake wako pale. Wakaamka kwenda kwenye Pasaka, wakamwambia brother wao twende. Brother wao akawaambia, Kiswahili sasa inasema twende, akawaambia siendi. Kwenye Ethiopian Bible akawaambia twende, wakamwambia kaka yao twende kwenye Pasaka Jerusalem. Yeye akataka kujua kwamba wanaenda kuadhimisha Pasaka kama desturi yao au wakimaanisha. Akawaambia mimi siendi. Wao wakataka kwenda kama ilivyo desturi. Endelea mstari unaofuata. Biblia inasema ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi bali kana kwamba kwa siri. Aliwaambia siendi, alafu walipoondoka yeye akaenda kwa siri. Jesus anataka kutufundisha. Mstari wa 11. Yes. Basi Wayahudi wakamtafuta kwenye sikukuu. Imagine. Yesu wakati ule sio kiongozi wa dini. Yesu kipindi kile wala hawamtaki. Lakini angalia, ameingia kwenye sikukuu. Wayahudi wameacha sherehe. Sikukuu ya Pasaka ni sikukuu kubwa sana. Wayahudi wameiacha, wanamtafuta mtu mmoja tu kama amehudhuria. Haiko leo kwenye mazishi hiyo. Yaani badala kuupa mwili heshima uliolala pale kwa matendo mengi ambayo mtu huyu alifanya, tunatafuta aliyehudhuria. Alafu bado uniambie lile kundi alipo kanisani. Twende mbele. Soma tena. Leo nawakumbusha maandiko mnayachaga. Biblia inasema wakasema yuko wapi yule? Yuko wapi yule? Wanamtaka. Siku hizi imevuka mahali mpaka imefika kipindi ambacho hawana shida umekuja kwenye mazishi ama ujaje, wanakuangalia kwenye buffet. Mbona ajala?
Mimi nimeona kwenye TV, mpaka leo wanaongea kwenye TV, usipokula na sisi hatuli kwako. Mimi natamani kula ishe, mimi natamani isiwepo. Dar es Salaam ndio vurugu ziko pale, usipokuja, si ndio? Usipokuja na sisi hatuli. Na mimi nasema hao ambao hawaja na hawajaokoka wala watu tu hawapendi wengine. Sasa mimi natamani waongezeke kukataa. Mungu anisaidie. Amen. Sasa ijaandikwa mahali popote. Yesu mwenyewe alikufa watu wajala. Ndio msumbue hapa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Yesu alishindwa kuandaa buffet. Alishindwa, semeni alishindwa. Muone hivyo viti kama vijadidimia ndani. Alishindwa. Yesu hakushindwa, lakini kuna tamaduni. Nyie ni society. Sisemi msile ama mle. Lakini hebu tufanye umuhimu wa kinachotuhusu. Angalia, hawa ni Wayahudi. Pasaka yao ambayo mababa walitolewa utumwani baada ya miaka 430. Mungu alisikia maombi, Mungu aliingilia kati, lakini wao hawajaenda tena kusherekea. Wanatafuta kamtu kamoja. Yuko wapi yule? Endelea. Mstari wa 12. Kukawa na manunguniko mengi. Imagine. Katika mkutano juu yake. Wameacha kuadhimisha sikukuu ambayo sio Yesu muasisi, Mungu aliasisi. Lakini wakaanza wao kumsema. Manunguniko. Mbona haji? Yuko wapi? Katoa tu mchango kile jaje. Ametoa tu mchango, kaleta maua, kaondoka. Na sisi tutampelekea maua kaburi. Biblia inasema wengine wakasema, sikiliza hapo, ni mtu mwema. Angalia, kuna kundi lililo sahihi likasema hajaja lakini ni mtu mzuri. Hajaja lakini ni mtu wa muhimu. Hana shida, ametuombea. Angalia inayofuata. Na wengine wakasema sivyo. Amna. Bali anawadanganya mkutano. Huyu anadanganya mkutano. Imagine. Kundi lilianza Misri wakati wanatoka, likadumu na wao jangwani, likawepo siku za Yesu. Hiyo mbegu haifi. Lazima mimi mwenyewe nifanyike, sio yule. Dedication. Wakfu, mtu anakufa, anazaliwa kama ile incarnation. Anakufa hapa, anazikwa, anaamka hapo. Kama Ibrahim Traore. Huyu anakufa, anainuka, huyu anaendesha zile. Angalia, usije ukakuta umeokoka kuendeleza mfumo wa kishetani duniani. Si kitu kizuri. Si kitu kizuri. Yaani kweli wakati Yesu ana mpango wa kuliokoa kanisa, eti shetani na yeye anaandaa watu wa kuliharibu kanisa. Wakati wa wokovu na mimi Vincent pia naokolewa, lakini niko wakfu kuharibu kazi ya Yesu. Dedication ni mbaya. Vitu vya dedication ni vibaya sana. Vunja wakfu. Vunja wakfu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakasema hapana. Lakini kuna kundi jema, watu wazuri wapo, wale sahihi, hawana shida na mtu, wakasema kini mtu mwema. Kundi lingine likasema hapana, huyu anakosea. Ulisoma mstari wa 12? Ili ni kundi baya, huyu anadanganya watu. Lakini ni ile vita ambayo inaendelea. Luka mlango wa 2 mstari wa 41 na mstari wa 42, Biblia inasemaje? Luka mlango wa 2 anasema hivi, wazazi wake Joseph na Mariamu walienda Pasaka kama ilivyokuwa desturi. Nakumbuka hiyo. Kwa hiyo Yesu anachotufundisha kwenye Yohana mlango wa 7 na Luka mlango wa 2, Mungu hataki tufanye vitu kwa desturi. Mungu hataki tuunge body. Mungu hataki tuendeshe vitu kwa desturi. Dunia inafanya hivi na nyinyi mnataka kufanya hivi. Dunia leo, hebu angalia dunia iliyochanganyikiwa. Leo ina vikundi vya maafa, kufaana. Hivi na nyinyi kanisa mnataka kuanzisha hicho tena? Ni miaka mingapi mmekaa bila hicho kikundi? Na ngoja niwape mfano wa kanisani kwetu. Sisi tulikuwa hatuna maarifa mengi, tulikuwa hatuna hivi,
hatuna ujuzi huu. Mama alikuwa akijifungua kanisani kwetu hivi. Si Mama Angela, ukiwa na rafiki aliyejifungua unaendaga? Si wewe unaendaga? Wewe si unaendaga? Wewe mami si unaendaga? Unaendaga aje? Unaendaga aje? Unaenda kwa mtu amejifungua. Wewe ndio umejifungua tuseme. Sio mzaga sia, ni wewe umejifungua. Huyo umejifungua, unaendaje kwake? Wewe unafanyaje? Msijibu kiroho hapa, jibu kaza mtoto sia. Mimi nikijua Mama Sia amejifungua, ninajipanga, nitaenda kumsalimia labda kama nina kitu chochote cha kumpelekea. Ila uwezi kwenda mtupu mara nyingi. Dunia ya zamani sisi tumeokoka na nyie mlikuwa mnanunua taweli hizi za kufunga hivi. Sasa hivi ni ngumu kwa sababu mtu teknolojia ni kubwa. Kuna mtu hataki mtoto wake afungue matambara yoyote, ana vitu zake. Pampasi mnaita na zingine. Wewe huwezi pele kama pini dozen. Siku hizi hamna pini tena, lakini unaenda. Lakini mkishaokoka mnataka muanze kikundi cha kuchanga hela ili Mama Sia akijifungua mwene. Anajifungua mara ngapi kwa mwaka? Lazima muwe na akili kweli. Hii sio Ukristo. Na inaonekana kuna kazi mmekosa kwenye ulimwengu wa roho, sasa mnataka kupewa. Ogopeni hiyo kazi. Si nzuri. Fikeni hapa, andaeni jinsi mtawafikia wakina mama. Mnaandaa jinsi gani ya kuwazika? Hizi kipatikana tatizo. Hivi nafikiri huyu Mama Sia hana mama. Hivi mamako yupo? Pumzika, amelala. Huna kakako? Huna kwenu? Msije mkafanya lioness, mnataka kunyang'anya boma watu wao. Kwenye hii dunia pia mimi nina kwetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna vitu mnataka kufanya mkave nyie kila kitu, mtapata pia laana. Kila mtu ana familia nyuma yake. Tunafanya kwa uwezo. Akitokea mtu imeshindikana, kuna watu ambao wanakuta ni muhamiaji. Kuna binti alikuwa hapa akaumwa, anaitwa nani yule wa Kenya, Linet, akaumwa. Kwanza kabla haijafika hata kwa viongozi wa chache, vijana wale support, watu binafsi tuka support, viongozi tulisupport mpaka tukahakisha tunampeleka Kenya kwao bila kusumbua kanisa kama kanisa. Je, hiyo itusukume tuanzisha Kibati? Mnataka muumu wangapi? Watatu? Nimesikia kama watatu. Kama mmesahau kuhusu kazi ya lioness, muniite nianze upya kufundisha lioness ni nini. Unataka kufanya nini? Unasemaje? Kikoba cha mimi nakuja hapo. Hata hapa Victory. Hata hapa Victory. Hata nye lioness, sio Victory. Hapa nye lioness. Kuna watu wanapata favor ya kwenda nje ya nchi, Ulaya wapi, kupitia kwaya na dini zao. Na ndio maana leo yuko Victory, kesho inabidi awe huku. Sasa angalieni sana msije mkaanzisha vitu, kwa sababu kuna watu walioingia kwenye kundi la lioness. Sio Victory, lioness. Hebu bebeni tu ndoto moja ya lioness. Lioness ya kwanza mpaka lioness ya 20. Lioness ya kwanza mpaka lioness ya 20, si ndio? Mlikuwa mna account bank. Si tulipitisha hela tukachanga, tukafanya jukumu tukamaliza. Sasa hivi mna hela ya kuanzia, si hamna? Lioness itafanyika. Kwa nini mnataka kuandaa pesa za wagonjwa na misiba? Sasa nataka manabii, nipeni maiki. Nataka manabii mniambie mlivyoona wangapi wanakufa leo. Zunguka kule. Mwaka huu wanakufa wangapi, ndio maana tuchange haraka.
kuweni na adabu, na hiyo hela mkiona inawakuna sana mnipe nimalizie nyumba. Wanakufa wangapi mwaka huu wa Victory? Mimi ndio rubani. Hakuna atakayekufa. Mimi ndio rubani. Nimesimama hapa nimesema narusha ndege na huko juu hakuna mazishi. Kwa nini mnaanzisha vitu vya kuwezeka? Why mnapingana? Mnaona, asante basi wamekataa. Unaona spirit ya uasi ilivyo mbaya. Tarehe 1 usiku nimekuwa hapa. Nimekiri na nyinyi mkarudia. Afi mtu. Kumbe wewe Nyang'au maliza tuanze yetu. Kwa nini tunasafiri na ili kundi? Ili kundi usihame Victory, kwa sababu sijazungumza Victory, lakini huku Lioness leo toka hapa ukiwa umejivunja wakfu wa kwanza, uwe sasa Myahudi unayesafiri. Kimi na hapo hamtatoboa. Hivyo nafikiri mimi sijui. Unafikiri mimi sijui kwamba kunatakiwa kuwe na kuna support za watu, kuna hichi. Unafikiri sijui? Najua. Lakini kwa nini sianzi? Nikianzisha mtafanya, na mkifanya mnakufa. Twende hapa haraka kabla mjaondoka. Hesabu 11 tuliangalia saa ile. Nataka tuisome tena. Tulisoma mpaka mstari wa 4. Hebu anzia mstari wa 4 pale. Twende mpaka 6 afu nitakuonesha mistari mingine. Chap na nataka nimalize na nyie. Yes. Haraka. Hiyo mic. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena. Unaona, wao walishikwa na tamaa kwa sababu ni roho ikaambukiza wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa hata kama ni kwa njaa, bora tutoke hapa. Si ni kweli? Bora tuende. Lakini kuna watu wenye nguvu. Wachache wana nguvu. Wakisema njaa, wa Israeli nao. Umeshasikia mtu anapiga miayo? Mtu tu wa kawaida, unasikia huyu naye. Umewahi kutembea njia, unaona tu mmoja anasimama, ana sprinkle, unashangana mwingine. Ndio hivyo ilikuwa kwa wana wa Israeli. Yaani Nyang'au wameanza, Wayahudi wakaingia kwenye 18. Mungu akawapiga. Mungu anashonea suti hao Wayahudi tu, ndio anadili nao. So mlikubali kuingia na wao. Kwa nini mkuwa na uwezo wa kushughulika nao? Soma hiyo mstari basi. Biblia inasema, wakasema ni nani atakayetupa nyama tule? Tuwakumbuka samaki tuliokula huko Misri. Wanasema sio Wayahudi, ni lile kundi la Kutoka 12. Ndio linasema nani atakayetupa nyama? Yaani manake wanataka kuonyesha watu hakuna Mungu. Wanawasaulisha Mungu wao, wanawakosesha Mungu wao. Nani atakayetupa nyama? Eti Wayahudi nao wakasikia ni nzuri, na wenyewe wakaanza nani? Anainuka mtu huku tu, hata kwa viongozi unajua kule nje wakitokea tu wanakufa. Unashanga milioni 15. Sisi na atatupele 15. Unasikia kweli eti? Msiangalie tu milioni 15 inayopatikana kwenye kifo. Angalieni pia hicho kifo kinaenda one by one, nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo zamu lako litafika. Wayahudi wanataka nyama, wao na shida. Kipigo cha Misri wewe, wanataka nyama ya nini? Ni kwenda. Lakini wahuni waliokuwa katikati yao, nyama nani atatupa? Yaani hata Mungu hayupo wa kutupa. Aliokausha bahari hayupo. Eti hawa nao wakaanza nyama. Endelea. Biblia inasema, sema mstari wa 5. Na yale matango na matikiti. Unaona ni Waswahili kabisa. Wanataka matango, afu wanataka tikiti. Sio Wayahudi. Wahuni. Wahuni sio watu, Pastor John. Kabisa. Eti matango. Na matikiti. Afu Immaculate tuna tabia kuniletea matikiti wewe, na kuangalia kwa jicho lingine sasa hivi. Wewe ni nani Immaculate? Katika haya makundi. Na mboga na vitunguu. Na vitunguu swaumu. Na mboga na vitunguu swaumu. Ngani wahuni. Hivi unakumbuka mboga jangwani? Na atakayetupa mboga.
vitunguu saumu, tutafune, tupunguze uzito. Sasa hapa mnataka mimi apostol nigawe vitunguu Jumapili. Kama sigawi, mnaanzisha vikundi maalum. Si muoteshe kwenye makopo nyumbani, makopo tia maua. Endelea. Mstari wa 6. Lakini sasa roho zetu zimekauka. Sikia. Lakini sasa roho zetu zimekauka. Hatuna vitunguu wala mboga, hatuna maji, hatuna matikiti. Lakini matikiti yana maji mengi. Hapana kitu chochote. Hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Umeshaonaga wa Victoria waliochanganyika wakati mwingine nasikia ni tu kuomba tu na kukiri tu. Hii tu itatusaidia. Neno linasaidia eti. Neno ni everything. Lakini lazima tuweke kibati cha kuzikana. Ni neno tu. Hawaamini Mungu, hawaamini chochote kile. Tusiwe sisi. Amen. Tusiwe sisi. Ngoja niwaambie, uko nje wewe ingia. Lakini mnapokuwa kwenye unity ya hivi usifanye. Nye uko nje ingia. Unajua mkiingia uko nje kuna hata sisi tuna mavikundi mengi ambayo tuko magroups, alafu yanaanzishwa vitu. Hatuingii kama mimi, siingiagi, lakini wanaingia. Wameanzisha mpaka cha kuzikana, lakini wameweka mpango hivi. Mwanachama wetu, kwa mfano group la wakulima, mwanachama wetu akifa yeye tutahusika, mtoto wake tutahusika, mke au mume tutahusika, mama mzazi au baba mzazi tutahusika. Watu wameingia. Yaani hivi ninavyokueleza hivi, grupu linakufa kwa sababu sijui nini imetokea mwaka huu. Walivyolisema mwaka juzi kama alikufa mtu mmoja, mwaka jana kidogo, lakini mpaka hii tunasema hapa sio mwezi wa 6, sasa ni wa 5 hapa. Kuna mikeka ambayo hata wa kwanza haujatolewa hela ya kutosha. Kuna kila mtu anasema kuna hela naisikilizia, haijasikika hiyo hela, kashakufa mtu. Sasa watu wanaogopa kuchati kwa sababu sasa wanadaiwa. Kwa hiyo grupu limekaa kimya hivi. Watu ambao tunachati na kurusha mavitu pale ni sisi ambao sio wanachama. Kwa sababu pia hatufi. Tunarusha kila kifo hakitujui kwa sababu hatujakuwa registered bado. Hatuna kitambulisho. Hata nyie msiache ila cha nje. Ili kwamba mkiwa 10 kama uko nje kikikunasa kinakupiga wewe, sisi tunabaki afu tutakusaidia. Lakini tusiingie wote kwa pamoja kabisa. Ni vizuri tupime Jordani hivi. Usiingie eti chubu. Jordani ina speedi. Maji ni mengi yale. Bwana asifiwe. Wakasema tule nini? Sasa sijakataza, msitoke hapa na mmenikoti vibaya. Bwana asifiwe. Sijakataza, ile ingia kwa hesabu. 11 nisome mstari wa 11. Yes sir. Biblia inasema Musa akamwambia Bwana wa herufi kubwa, mbona umetenda uovu mimi mtumishi wako? Musa anamwambia Mungu, kwa nini umenitenda uovu? Kwa sababu ya nani? Kwa nini sikupata neema machoni pako? Mpaka Musa anaona hana neema ya kuongoza watu kwa sababu kundi linataka vitunguu saumu. Musa anaona sasa hana neema hata ya kuongoza. Anamwambia Mungu, mbona umenisababishia dhambi hii? Hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu. Musa anaona watu ni mzigo mzito, lakini kwa sababu ya wale kile kundi. Mstari wa 12. Yes sir. Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Angalia maneno ya Musa anachomwambia Mungu kwa matusi. Kwa nani wanayesababisha Musa atukane? Lile kundi ndio lilianzisha matikiti. Musa anagombana na chanzo. Bwana asifiwe. Angalieni sana haya makundi. Nawaambia leo kwa sababu kabla hayajaanza, kwa sababu siku zinakuja yatakuja. Sasa mnaona kama chama cha Chadema watu wengi wanatoka, kuna ambao watatoka wawe Lioness. Sasa hicho chama kitakuja. Sisi kule tunarukaga na helikopta. Sasa ndio mtaanza kuruka na kutengeneza. Sasa zile zinatengenezwa kule Sido, ndio mruke nazo sasa. Helikopta za majaribio. Utasikia tu kama wachawi mnaanguka tu ovyo kwa mtati. Sio kila kitu muingie. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa kama ufi, kwa nini unang'ang'ania kufa? Alafu kitaka kujua kuna ushetani. Hatutafuti kusapoti watoto waende shule. Hatutaki kuangalia jamani, hebu tukienda sasa, nani ambaye hana viti? Nyumbani kwako inawezekana una makochi jamani.
tumpe. Hiyo hamna, ni kuzikana tu. Mumeanza kuwa maagent Lioness Agent Ministry, ndio mmeanza hizo vitu. Lazima mshinde hiyo shetani, lazima mshinde. Na kama hata kama prayer hamna, mimi nitaanza kupeleka prayer miezi 6 nyie, ili mpate cha kuombea. Kwa sasa ina mnaanza mahali pabaya. Soma hiyo mstari pasa tukiondoka hapo. Je, ni mimi niliyewazaa? Why? Hata ikawa wewe kuniambia haya wachukue kifuani mwako. Hiyo ni Musa anapambana na Mungu. Eti mimi nimewazaa, mimi nimewatia mimba. Jamani. Mfano wa baba mwenye kulea. Yaani Musa ndo anaongea hivyo. Achukuavyo mtoto anyonyaye. Uende nao paka nchi uliowapia baba zao. Yaani mimi ndo nitawapeleka kama baba. Yaani mimi nawachukua kama watoto wangu. Hao watu naona vile wananifanyia, wanataka matikiti na hakuna. Musa analalamika hapa. Mstari wa 13. Yes. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwa nini wananililia wakisema tupe nyama tupate kula? Mstari wa 14. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu. Zingatia neno siwezi. Kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Mstari wa 15. Na kama ukinitenda hivi na kuomba uniulie mbali. Uniulie mbali. Musa anasema afe kwa sababu gani? Ya lile kundi. Ile kundi ni very dangerous. Kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Mstari wa 16. Yes. Kisha Bwana wa herufi kubwa akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete katika ile hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Hapo hapo wataendelea wenyewe. Nakumbuka mistari inayofuata anasema nichagulie watu wenye uwezo. Bwana asifiwe. Nikwambia nishikie risiti kwenye neno uwezo. Musa tangu ametoka Misri, tangu amezaliwa, miaka 40 ya kwanza kwenye nyumba ya Farao, miaka 40 ya pili kwenye nyumba ya Laban, huko kote Musa ameishi, hajawahi kusema neno siwezi. Amesema baada ya lile kundi. Hilo kundi linasaki uwezo, ile energy ya society, energy ya church, energy ya familia, energy ya grupu. Yaani mfano ni grupu la viongozi. Hilo grupu likitokea ndani ya grupu la viongozi, la nyonya ile energy. Kama ni kiongozi unaongoza seli, na ndani ya seli kuna hao watu wananyonya energy ya kiongozi. Ndio maana ikafika mahali Musa akamwambia Mungu siwezi. Akadeclare jambo akiwa na miaka 80 na zaidi. Anasema siwezi. Jangwani karibia anaenda kufa. Zaidi ya miaka 100 sasa. Baki alikufa na miaka 120. Anaenda kufa sasa. Lakini hajawahi sema siwezi. Ila kuna kundi lilimfanya awe wiki. Ni hili kundi. Lilikuwepo mbinguni, lilikuwepo Misri, walitoka nalo, likawepo jangwani, likawepo kwenye kanisa la kwanza, likawepo kwenye makanisa 7. Haliwezi kukosekana kwenye society yoyote duniani. Cha muhimu ni kulijua ile kundi. Msio nimetulia hapa nakutana hayo makundi sana, lakini nayamudu, nayaweza. Kwa sababu ukishindwa kuyaweza maana huna uwezo. Biblia inasema sasa Mungu akaona ile kundi limemweza. Mungu akamwambia Musa, tafuta watu wenye uwezo, nikabidhi mzigo, maana uwezi tena. Linapokushinda hili inabidi mbadala atokee. Musa alikuja kufa bila kuingia Kanaani hata yeye. Hili kundi liliua kizazi kikubwa, lakini cha ajabu vizazi vya hili kundi viliingia Kanaani. Na ndio maana pia mpaka leo church tuko nao. So waliingia. Biblia inatuonya sisi tuwe makini na hii. Nenda nyumbani na usome kitabu cha Samuel, ubaki nacho. Naomba tusome hii Samuel pasta hapa. Kwenye kitabu cha Samuel Biblia inaeleza vizuri sana, lakini nilitaka sana Daniel mlango wa 5 mstari wa 1 kuhusiana na dedication. Mungu anachukia, mtasoma wenyewe mstari wa 1 Daniel 5 mpaka mstari wa 6. Biblia inasema kwamba Belshaza alichukua vile vitu vilivyowekwa wakfu akaanza kuvitumia. Daniel mlango wa 5 akaanza kuvitumia vile vitu, yeye na wafanyakazi wake na wake zake wakaanza kunywa, wakifurahia, wakaenjoy, wakacheza. Mungu alikasirika, mkono ukatokea kaandika mene tekel na peres.
huwa mara nyingi sana tunapokuwa kwenye eneo la dedication hivi, huwa hicho kiganja lazima kiwepo. Kiganja kinaweza kaandika herufi. Biblia inasema hivi, mnanielewa? Daniel 5, mfalme alipochukua vile vitu vya wakfu vya Mungu, wakanywea pombe na masuria wake na marafiki wake na kila kitu. Biblia inasema Mungu alipoona ule wakfu wa vyombo vyake, kiganja kikatokea kikaandika mene mene tekeli na peres, afu kiganja kile kikatoweka. Wakati wote kunapokuwa na kile kiganja kilitokea, sio tu Mungu aliandika, bali ni kwa sababu kuna dedication, wakfu wa Mungu, na hawa wakaleta wakfu wao, kiganja kikaandika. Tunapokuwepo kwa Mungu sisi, tunapoingia kwenye wakfu mbaya tukajikomiti pale ndani, kuna kiganja lazima kinaandika wakfu wa tulichoingia. Moja, Biblia inasema hivi, mfalme hakujua maana ya lile neno. Maana yake ni kwamba kuna neno linaandika alafu hatutalijua, ila tutalijua kwenye action tu, vitendo vikianza. Lazima tuwe makini. Hata kazini kunapotokea makundi kule kazini yanaanzisha vikundi fulani fulani, msiwe wepesi jamani, uwe makini sana, kwa sababu kuna kiganja kitaandika kuthibitisha mlichofanya. Wafalme wa Samuel wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema Mungu alikuwa anajua uwepo wa wafalme, Mungu alikuwa anajua uwepo wa marais, lakini baada ya kuwatoa Misri hakuwaongoza Israeli, hakuwaongoza kwa kuwapa mfalme. Mungu aliwaongoza peke yake. Samuel wa kwanza mlango wa 8. Mungu alijua kuna uwepo wa wafalme, lakini ilichukua miaka mingi mpaka kuja kuwapa mfalme wa kwanza, si ndio? Lakini Mungu hakushindwa. Biblia inasema wazee wakaja wakamwambia Samuel, umetuongoza kwa muda wote, hatuna shida na wewe, si ndio hivyo? Tunafurahi. Lakini na sisi, utasoma mpaka mstari wa 16 kuendelea, na sisi hapa tunataka sasa utupe mfalme ili tumfanyie mfano kama mataifa. Bwana asifiwe. Na sisi tunataka tupate mfalme ili tumfanyie. Samuel akalia sana. Mungu akamwambia, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Imagine. Mungu akamwambia sasa, angalia Mungu alivyo mzuri kwenye permissive will. Mnakumbuka? Mungu alimwambia Samuel, sikiliza maneno yao, alafu wape ruksa ya mfalme wanayemtaka, ila waambie dalili na tabia zitakazoambatana na huyo mfalme, ila wape. Nataka tusimame. Mimi nimewaeleza dalili za hivyo vikundi vyenu. Sasa nataka mniruhusu ni wapi. Tusimame. Bwana asifiwe. Nyewe mkasome mstari wa 5 na wa 6, alafu msome wa 7 na wa 8, alafu mruke mkasome mistari mingine. Unajua hata chachi, pasa usizime hiyo Biblia yako. Unajua hata chachi, kanisa la kwanza liliteswa na vitu kama hivyo. Aswa kanisa la Timotheo na kanisa la Matendo ya Mitume. Kanisa la Matendo ya Mitume mlango wa 6 mstari wa 1. Biblia ya Kiswahili sijui inaekaje, lakini mimi nitaisoma kwenye Ethiopian Bible. Inasema hivi: wakati kanisa lilipoanza kuongezeka, sasa tulifanya Lioness ilipoanza kuongezeka, Biblia inasema kukatokea manunguniko ya Waebrania na Wayunani. Wale Waebrania, Kiswahili kinasema walikosa wajane wao hawakutendewa. Ethiopian Bible inasema manunguniko yalitokea kwa sababu walihisi, walizani wajane wao hawakutendewa vizuri. Yaani waliendeshwa na hisia. Kanisa likaanza vurugu.
Bwana asifiwe. Wakati nilimleta mama yangu tukae naye miaka mingi nyuma, nilimwambia mama yangu, mimi sasa hivi nina mama mwingine pia ambaye ni mama yake Gladys. Nikamwambia, unajua sasa ikitokea umeumwa alafu nikakutibu kwa shilingi 5,000 ukapona, alafu ikatokea mama huyu mwingine akawa ameumwa, nikajikuta nimemsapoti kutibu kwa shilingi 20,000, wewe shikilia nimepona, usishikilie gharama, mbona hazilingani? Je, ungependa na ugonjwa ulingane? Nilimwambia mama yangu hivyo. Mimi ningetaka leo kwenye madhabahu au nisimame hapa, msijenge tabia za mataifa. Edna, utajifungua? Mtani mfano ule kwako. Sawa. Edna akijifungua, mkapitisha mpango wa kwenda kumsalimia, mkafanikiwa kumpelekea 100,000. Mama Angela akijifungua, msipeleke 100,000. Mkifanikiwa 1,000,000 pelekeni, mkifanikiwa 10,000 pelekeni. Msijenge tabia hizo, kwa sababu msinge kuwepo wote asingekufa njaa. Tuna Mungu kwenye maisha yetu. Msijenge vitabia ambavyo vinajengwa na hao wapagani huko nje. Tulipeleka 100,000 lazima 100,000. Msijenge hizo, majira hayalingani. Amen. Kwa nini unaenda kwa mtoto wa mtu kumsalimia, lakini una grooming, umekopa, umeweka rehani simu, unafikiri ni baraka unapeleka? Hapana. Haleluya. Amen. Bahati nzuri kuliko zote, viumbe vyote duniani, yes, paka nzi hazai siku hiyo hiyo, apati mimba anakuzaa, ana miezi 9. Miezi 9 unasubiri laki yangu wewe? Una wazimu. Miezi 9 wamama wakichaga wanaoshaga ulezi. Miezi 9 unakula miogo, ukienda kwenye ile kitu mnaitaje, shawa ile, enda kwa sababu unajua huku nyuma kuna hela zitakuja. Acha huo pumbavu kabisa, tegemee Mungu na uende mbele. Amen. Msiweke vitu hizi vitu za, hebu tuangalie Kristo alipo sasa. Yes. Uumwi wa kunyanyuliwa na kugeuzwa, na ungegeuzwa kuna watu watakugeuza kule kwenu. Katika Lioness wote akaja mmoja tis, mpokee kama Kristo. Amen. Mbona mjaja 5? Unataka 5? Sasa mimi nikisikia nakuletea 10, nitakuletea mpaka ambao hawajaokoka, kwa sababu na marafiki. Tambia kuna mtu kapika chakula mahali hamna ya kula, kumbe hata hamna chakula. Watakula mpaka raibena ulionayo, watakumalizia kabisa. Lazima tufike mahali sasa tuwe watu wazima jamani. Na sasa sisi tunamtaka Mungu huku duniani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inaonya sana kwenye Matendo ya Mitume, kwenye Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 1 na wa 3. Hiyo naomba usome ukiwa wamesimama hivyo hivyo. Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 1. Hata kanisa la apostoliki Mungu aliwafunza kuhusu wajane. Kibiblia mjane sio mtu aliyofiwa na mume jamani. Amen. Mjane kibiblia ni mtu ambaye amefiwa na mume, alafu hana watoto, alafu ana miaka kuanzia 60. Ndio Biblia. Timotheo aliteswa kwenye ile kanisa. Bwana hakuna siku za kuwapa wajane. Nani amekuambia hapa Victoria kuna mjane? Who told you? Na wewe kiongozi unasema kweli hakuna mfuko wa wajane. Nani alikwambia? Soma. Biblia inasema, mzee usimkemee, bali umuonye kama baba, na vijana kama ndugu. Mstari wa 2. Wanawake wazee kama mama, wanawake vijana kama ndugu wa kike, katika usafi wote. Mstari wa 3. Yes. Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Zingatia neno kweli kweli. Masifa anapeleka watoto wamesoma mpaka India. Ukimuita mjane atakuja.
mnajifanya mna huruma, kumbe mna kazi ya kufanya kwa duniani. Shindwa. Soma mstari unaofuata. Mstari wa 4. Nasikia Mama Angela wewe ndio unaanzishaga hizi vitu Soma. Lakini mjane akiwa na watoto au wajukuu. Sikia. Maana dunia mno huku kwa Kristo mnakataa Biblia. Lakini mjane akiwa na watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao. Hao wajukuu wajue wajibu wa kutunza bibi yao. Sio lioness. Sio lioness. Sisemi isifanye, lakini sio lioness. Na hao watoto wajifunze. Unajua kwaya yetu, hasa kwaya ya mitume na kwaya Mtakatifu Datede, inaangalia wajana. Kuna mama mmoja nimwambia Pastor Edu, napenda kuja Victoria kwa sababu Victoria unatunzwa, ana watoto 9. Lakini napenda inaangalia. Nikamwambia nyie hamna baraka hata moja mtapata kwa Mungu. Wahuni wote kuanzia huyu mama anabaka kanisa na wewe pastor, wote nyie hamna kile kitu mtaenda. Hakuna baraka kwenu. Kwa sababu huyo mama na watoto wako Nairobi, wako wamejenga mabloku hivi, lakini eti siku za kudonate kwa nani? Soma hiyo mstari vizuri. Na muwekee muandline hapo msifu. Nitarudia tena mstari wa 4. Kwa nini unarudia? Muona msifu. Soma, rudia. Lakini mjane akiwa na watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe. Wajifunze kwanza jamaa zao wenyewe, kuwatendea jamaa zao wenyewe. Wajifunze kwanza. Kule Volosi kuna hiyo tabia kabisa. Waambie kwanza, jifunzeni kwanza kutunza. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata mimi nayo Rozi, sina mjane. Hivi kweli Rozi akiitwa siku ya wajane atakuja? Anaweza kuja hapa anapokewa na kaka yake tu, waende na kaka yake kweli. Na kaka yake sasa ni mgonjwa. Ni nini ambacho anakosa? Mjane ni yule ambaye hana. Wajane wa sasa hivi wana Yesu, wana akili. Mungu amewapa watoto, Mungu amewapa utele, wana shine kuliko hata. Kwanza wajane sasa hivi wanang'aa kuliko mume wao ni Mungu. Wakati ule tunajenga hii madhabahu tunaweka gold hapa. President alikuwepo na ana gold zake, najua ana vitu. Mama Sifa akatoa cheni kali grams ngapi, akatupa kwenye madhabahu, sema zika hivi. Hiyo iziko hapa ili watu wakija ukiomba wakutane na ufalme huku kwenye hii madhabahu. Mbona president na ana mzee wake, lakini mbona hajatoa yeye? Tukiweza kuhesabu wajane hapa msinifanye mnivuruge nyie. Mjane ni nani kati yao? Huyu anayempa Mungu dhahabu ama ni yupi? Sijapo kanivuruga. Na mimi vile nawapenda. Endelea kidogo. Na kuwalipa wazazi wao. Kuwalipa maana yake kuwatunza. Sijifunze kuwafunza. Hata wale na wasaidia. Nikijua huyu anaye natafuta mtoto wake, fanya nafasi yako. Sirudi hapa tena, fanya. Wewe unawezaje kula mandazi wakati una mzazi hapa? Bwana Yesu asifiwe. Na jaribu kuonyesha vitu vya msingi ambavyo amfai kufanya. Wataendelea kusoma baadaye. Timotheo akaambiwa aje pale mwisho, uagize jambo hili. Uamuru watu kufanya hivi. Sema nyumba yangu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Natangaza leo. Kuvunja wakfu. Sasa na kitabu cha Samuel. Sawa kitabu cha Samuel. Biblia inasema Israeli wakasema. Biblia inasema Israeli wakasema. Na sisi tunataka kufanya kama mataifa. Ili watuzike kama wao.